Bwana, mambo vipi? Wananiita Afan aka mjumbe msomi aka Sharukani wa Vingunguti aka Harry Potter, yani majina yote yangu. Nipo katika kipindi kinaitwa Mtaa Buzz. Yani Mtaa Buzz, sisi hapa tunakula story, tunazungumza, mtu kama na changamoto yake, mambo yote, tatizo lolote analiongea hapa na watu wote wanamsikiliza. Bwana, mambo vipi? Poa kama kawaida. Unaitwa nani mwanangu? Naitwa Hamisi. Bwana, mwamba anaitwa Hamisi huyu hapa. Ni bodaboda? Ni bodaboda. Sasa hivi kazi yenu ya bodaboda inawalipa kweli? Kwa sasa hivi changamoto ipo. Tena ipo, kutulipa sio ile sana ile kivile kutokana na changamoto sasa hivi ya mafuta. Kwa hiyo sasa hivi mafuta yamepanda bei na ndio maana anasababisha kwamba nyinyi malipo yenu yanakuwa sio mazuri sana. Hapo awali ilikuwa inawalipa kiasi gani? Awali kwa siku unaweza wakatoka na shilingi 40,000. Umeona, muda mwingine unaweza wakatoka na 50,000. Umeona, lakini sasa hivi kutokana na changamoto ya mafuta, kwa hiyo ndio hivyo unakuta hali kidogo imezidi kuwa tight. Kingine pia isitoshe hata changamoto pia kama hivi sisi tunaopaki sana mjini Kariakoo, unakuta askari sana huwa wanatusumbua, au unakuta sana siti wanatusumbua sana. Muda mwingine mpaka wanaamua kuchukua pikipiki wanazipandisha katika magari. Kwa hiyo unakuta faini yake kidogo pia inakuwa changamoto. Mtu unafika kule anakuambia utoe 200,000 au utoe shilingi 50,000 muda mwingine. Hapo kwa hapo mtu hasa hauna kutokana na changamoto ndo kama hivyo ndugu yangu. Unaweza ukafanya kazi kwa siku lakini ukawafanyia kazi watu. Sasa kwa upande wako wewe unashauri kitu gani au unashauri nini kwa jamii ambayo inakutizama, inawezekana na serikali pia inakutizama, unashauri kitu gani? Labda unahitaji msaada gani ikiwezekana usaidiwe? Kwa mimi kwa upande wangu au kwa upande wa kuongelea binafsi na wenzangu pia, kidogo serikali ingetuangalia kwa sisi wa hali ya chini kutokana na hizi changamoto za mafuta, alafu isitoshe kwamba wanatukamata mara kwa mara site pamoja na hao askari. Kidogo wangeangalia kwa upande wetu sisi wa hali ya chini. Wangeweza kidogo hata site wangeongea nao kidogo kwamba bwana, watu bwana, mkishawakamata basi kama mnapiga cheti basi watupige cheti, ili mradi mtu anakupa pikipiki unaendelea na kazi. Isitoshe cheti chako unakuwa unalipa taratibu, lakini sio mtu anakuamba anakukamata alafu mwisho wa siku anakuambia ulipe hela hapo hapo. Mtu muda huo unakuepo hauna, ushangaika kuanzia asubuhi mpaka jioni, muda huo mtu anakuja na kukamata labda na kishingi 20,000 chako. Toto unashangaa unawapa wao. Wewe mwenyewe familia yako inakula nini sasa? Nadhani kwa hapo mpaka ulipozungumza wamekusikia na watakuwa wamekuelewa na imani watalifanyia kazi. Sawa. Sasa hapa tunakwenda upande wa pili. Hivyo kati ya timu mbili hizi ninazokutajia, Simba na Yanga, ipi wewe unaikubali? Mimi mshabiki sana wa Simba. Wale tulikuwa tunawatafuta. Maana tumewafanyia interview wengi mashabiki wa Yanga. Na Yanga wanasema hivi, wangetangulia wao kufunga 2, nyinyi msingerudisha hizo 2. Wapi wasinge tungeweza kurudisha kwa sababu kutokana na nini? Kwanza yule kuna kiongozi wao mmoja hivi kama unakumbuka kile kipindi cha pili wakati Simba sie tayari tushawaongoza na wao wametuongoza moja. Umeona? Kuna mchezo tumeuona pale, kuna kocha wao, kuna binafsi kama kuna mtu wa karibu pale, alikuwa na chupa ya maji, ametoka uwanjani akawa anamwaga maji, anamwaga mwisho wa siku akaenda katika lile goli kwenda kumalizia yale maji. Sasa subiri kwanza kabla tujaendelea. Hivi Jumapili mpaka Jumapili ina siku ngapi? Jumapili mpaka Jumapili kitu ina siku kama 8 kama sikosei. Siku 8? 8 kama. Sawa, tuendelee. Kwa hiyo ndo hivyo, baada ya hapo kumwaga maji mwisho wa siku kipindi cha pili kile ndo hivyo akaamua kurudisha. Bwana, unasikia maneno hayo, na Hamisi nimejaribu kumuuliza swali wakati anazungumzia zile stori za ushirikina mule ndani, nikampigia na swali akalijibu kifasaha kabisa. Kutoka Jumapili mpaka Jumapili ni siku 8. Sasa wewe kama ulipata siku 7 au 6 au 9, wewe kapimwa akili vizuri. Au unasemaje? Ni kweli. Haya, una ndugu zako labda una jamaa una marafiki wa karibu ambao unaweza kuwatumia salamu ili wakiangalia hichi kipindi cha Mtaa Buzz waweze kufurahishwa na wewe na marafiki na washikaji. Istoshe na mpenzi wangu sasa hivi anaitwa Konsolata. Namkubali sana mama mtu huyo. Yaani huyo kufa na kuzikana. Istoshe na majanja 2 wa kiume. Mmoja anamuita Bwana Nabi, mwingine Bwana Juma.
wote naishi nao, wote majembe zangu. Isitoshe na wanangu wengine wapo kibao tu, kama Chau mwanangu, maona bwana Kitale mwanangu, maona bwana mwanangu mwingine wanamuita Lango, maona bwana kwa hiyo na washikaji wengi tu mtaani, tunaishi hivyo kipisi fresh. Basi naomba uwaambie watazamaji pale, usisahau kusubscribe channel ya Mtaa Buzz. Usisahau kusubscribe Mtaa Channel Buzz. Channel ya Mtaa Buzz. Channel ya Mtaa Buzz ambayo inapatikana YouTube. Fanya tusema tata. Tata. Mambo vipi dada? Poa. Mzima? Yeah. Unaitwa nani? Naitwa Edina. Edina, sasa naona umevaa jezi ya Argentina hiyo Unapenda mpira? Yeah. Hivyo timu gani unashabikia kati ya Simba na Yanga? Hizo mbili tu? Simba. Kwa unaipenda Simba kindaki? Usinambie. Kweli? Na huu mpira ambao ulikuwa unapigwa jana ukatoka 2-2, wewe unazungumziaje? Mimi sitashinda, lakini so mbaya kutoka draw. Wewe ulihisi mtashinda. Lakini mkatoka draw. Sasa ile draw ilitokana na nini wakati nyinyi mlitangulia 2? Ni mpango Mwenyezi Mungu. Huwezi kupinga. Mtaa una Mungu. Kila unayemuoja anakuambia ni Mungu, anamtaja Mungu tu mbele. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri sana. Lakini msizidishe basi hadi kwenye mpira. Hapana, kawaida. Sio kwamba uchawi ile likataa. Hamna. Hamna uchawi. Hauko uchawi? Jina unaitwa nani? Naitwa Edina. Anaitwa Edina jamani, hajaolewa. Unavyomuona hapa hajaolewa, anatafuta mchumba. Kwa hiyo yote atakayetokea jamani amuoe, amstili. Edina wetu, Edina anampenda Mungu, si ndio? Yeah, nampenda sana. Na uko tayari kuolewa? Nipo tayari. Unasikia maneno haya? Sasa inabidi sasa utaje namba yako ya simu. Kwa hiyo yote atakayekubali atakupigia simu kama hivyo. Namba uongo. Au tutafanyaje? Basi utanitajia, nitaiandika, alafu mimi nitakuja kuiandika kwenye video pembeni pale chini. Mtu atakayetokea kukuoa kweli si atakuoa, kwani kuna shida gani? Poa. Una ndugu mkoa gani? Kutoka Mwanza. Wewe unatokea Mwanza. Sasa mashabiki, huyu bwana ana ndugu kutoka Mwanza. Nyinyi watu wa Mwanza kama mnaona klipu hii, anatuma salamu sasa. Haya, tuma salamu kwa watu watatu. Natuma salamu kwa mamangu pia kwa babangu. Majina yao? Anaitwa Daudi, mwingine anaitwa Sarafina. Haya, ametuma salamu kwa baba na mama. Hauna ndugu? Dada Aneti. Dada Aneti, unatumia salamu huko. Sasa nilikuwa naomba kitu kimoja tu. Uambie watazamaji waangalie kipindi kinaitwa Mtaa Buzz na wasisahau kusubscribe. Mtaa gani? Inaitwa Mtaa Buzz. Watazamaji yani. Waambie vipi? Waambie vipi? Usisahau kusubscribe channel hii. Basi msisahau kusubscribe channel hii. Mtaa Buzz. Mtaa Buzz. Nasikia maneno. Mtoto kama mnavyomuona Toru hapa kaenda juu. Mbegu yenyewe hii. Sasa nyewe cheleweni. Akiolewa au msite tukalaumiana. Uko poa? Uko poa kabisa. Bwana unaitwa nani mwanangu? Anaitwa Laurent Dennis. Naitwa Ugovi John. Bwana nadhani majina yao umeyasikia hapa. Sasa mimi nilikuwa na swali la kwanza kabisa. Hivyo timu gani? Mimi timu yangu Yanga. Mimi Yanga mwanangu. Bwana hapa tumekutana nao wote Yanga. Sasa hapa nyuma kidogo kama mlimuona mtu nimemhoji maswali, hapa katoka kusema kwamba Simba ndo kiboko yao. Yaani Yanga hamna kitu. Wewe unasemaje? Hapana, sio kweli. Toa sababu. Kwanza Simba yenyewe imepigwa mara ngapi na Yanga? Imechapwa goli 5, imechapwa goli 4, ikachapwa goli 2. Sasa atasemaje kwa Simba ni timu bora kuliko Yanga? Hapo kaka. Kwa maana mchezaji jana mwenyewe kaka umeona. Simba ameanza chapu magoli ya chapu, unaona? Yafuata Yanga double kipindi cha kwanza cha pili, unaona? Kwanza Simba ilionyesha nguvu mwanzoni, unaona? Tukasema tumezidiwa. Lakini Yanga iliyojikaza mara kipindi cha pili cha kwanza, tulishukuru Mungu. Unaona? Kwa Yanga jana kwa Simba ovyo. Kwa jamani watazamaji, nadhani mnasikia kila mmoja akatoa la kwake lilokuwa moyoni. Swali jingine nataka niulize. Hivi kutoka Jumapili mpaka Jumapili ni siku ngapi? Kutoka Jumapili mpaka Jumapili ni siku ngapi? Ni
Kutoka Jumapili mpaka Jumapili siku ngapi? 5. Na wewe? 5. 5. Kutoka Jumapili mpaka Jumapili siku ngapi? Siku 5. Safi sana. Sasa mimi labda nikuulize swali jingine la kizushi. Hivi Yanga angetangulia kushinda goli 2, Simba angerudisha? Kwa Simba asingerudisha. Hapana. Yaani Simba kwa moto jana aliyopelekewa asingerudisha rafiki yangu. Kwa mnakubali kwamba Simba isingerudisha? Isingerudisha kaka, isingerudisha. Bwana sio mchezo bwana. Kwa hiyo na maana Simba wamekabwa, si ndio Haya. Mnatokea mkoa gani? Mimi hapa natokea naniliwa Kilimanjaro. Mimi Tabora. Mna ndugu kule? Basi naomba kila mmoja atume salamu kwa ndugu yake. Tunaanza hapo, jina pamoja na salamu, watu watatu. Salamu kwanza kwa bibi yangu Leonia Kiimbi. Salamu ya pili kwa mama yangu ambaye yupo huku. Salamu ya tatu kwa ndugu zangu wote wanaonitazama hapa na salimia na hapa hai. Na pia salamu kwangu kwa rafiki zangu, majamaa, marafiki, mama, baba, wote nawasalimia huko. Bana, asanteni sana kwa kushirikiana na mimi. Hichi kipindi chetu kinaitwa Mtaa Buzz. Tunapiga story na watu tofauti, changamoto na kila kitu. Hivi hichi kidude hiki mmenunua shilingi ngapi? Kipi hiki cha sikioni? Hiki hapa hiki mnachokiendesha Kionda hiki. Hiki hapa ni 3,400,000. Mmenunua milioni 3,400,000. Kinafanya kazi vizuri? Kinafanya kazi. Hesabu shilingi ngapi? Kwa sisi hapa kazi tunafanyia, tunasambaza maji ya GSM. Hii ni kwa ajili ya maji ya GSM. Na ndio maana mnaipenda Yanga. Kumbe anashabikia bosi wao bwana. Kwa sababu wasambaza maji ya GSM, basi na wao Yanga. Maana pakienda Simba tukafukuzwa kazi, si ndio? Na mbona wapo washabiki wa Simba GSM, kila mtu ajitafutia riziki kwa upande wake, timu pembeni kwa timu baadaye kazi. Ukimaliza kazi unashabikia. Basi unaweza kuiambia channel pale kwamba usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kusubscribe channel hii. Nirudia tena. Usisahau kusubscribe channel hii. Bwana usisahau kusubscribe channel hii. Hatari sana. Bwana asanteni sana mama. Mambo vipi kaka? Safi kwema. Kwema kabisa. Unaitwa nani? Bwana mimi naitwa Hassan. Unaitwa Hassan? Ndio. Unatokea maeneo gani? Mimi niko maeneo ya Karakata, Msimbazi. Huko Karakata Msimbazi. Sawa. Sasa mimi niko nataka nikuulize swali moja tu. Hivi wewe ni timu gani unashabikia? Mimi bwana mpenzi wa Simba. Simba Sports Club. Unaipenda Simba Sports Club. Sasa imekuwaje mkashinda 2 alafu ikaja comeback, yani ngoma ikarudishwa zote 2. Ilikuwaje pale? Matope au uwanja ulikuwa mbovu au ilikuwaje? Hapana, yani sio kwamba ni matope wala uwanja mbovu. Isipokuwa nukutokuwa tu na umakini wa viongozi wa Simba. Unaona kwa sababu mechi hii naamini kwamba kila mtu mwenye timu yake anaiangalia kwa jicho la pili, unaona au la tatu. Unaona pale inapokuwa imeadhibiwa anachanganikiwa. Unaona jana watu wa Yanga wamechanganikiwa mpaka kiasi kwamba ina maana baadhi ya watu wengine ambao hawakwenda uwanjani wakiangalia yale matokeo, unaona wanavurugwa mpaka wanapiga simu kwa watu wao, bana vipi, mbona hatuelewi? Anambia bwana subiri, magoli atarudi. Unaona sasa mtu akikwambia hivyo kwamba magoli atarudi, amejiaminisha vipi? Anajua kabisa kwamba hapa kuna mazingira yanayofanyika mpaka wale wale jamaa wavurugwe kiasi kwamba ina maana watoe nafasi ya wale watu wa Yanga kuwashambulia. Unaona pasipo kujua kwamba imekuwa kuaje mpaka naruhusu wale magoli. Usiwaraumu. Unaona yani mchezo, unaona mchezo ni nani, lazima ufanye makosa. Unaona ukifanya makosa unaadhibiwa. Unaona na kama watu wa Simba wangekuwa makini kwamba goli hii ishapatikana, magoli 2 haya yashapatikana, tufanyeje? Unaona tukave vipi ili tusije tukaadhibiwa? Unaona hilo wangefanikiwa, isipokuwa wameenda na kukadiri kwamba kwa sababu kushapata hizo goli 2, unaona hafu wa jamaa shavurugwa, hawezi kuchomoa. Unaona lakini
bahati sio ya kwetu bwana, unaona, maana ile tunasema kwamba tumefungwa, unaona, sio kutoa sare, tumefungwa kwa sababu mtu kisha umpiga goli 2 halafu akaja kuzirudisha, huyo kakufunga, unaona. Kwa hiyo umekubali kwamba Yanga wako vizuri sasa hivi? Yanga wako vizuri na benchi lao la ufundi na kamati yao ya nani ya utendaji ya nje ya uwanja, unaona, wako vizuri nje ya uwanja, unaona, nje ya uwanja, sio ndani, nje ya uwanja. Bana, naona unaongea kwa hisia sana yani. Nje ya uwanja. Alikukera nini? Kunikera, tunakera na sio kwamba nani. Kuna mtu mmoja anaitwa Salum Madevu wa TikTok. Alisema hivi, nyinyi tatizo mliroga sana, mlipitiliza, ni kweli? Sio kweli. Amkuroga nyinyi? Machupa ya maji yale yakaonekana uwanjani pale. Machupa ya maji zile ni tekniki tu za kunaniza kutaka kumtoa mtu nani mchezoni. Kumbe ile ni tekniki. Hapo sawa. Make jamaa Salum bana alivyoongea vile mimi alinichanganya sana. Akasema mpaka ushirikina upo kwenye mpira kweli? Achana naye huyo, na huyo atakuwa mshirikina huyo. Wewe mshirikina yani, au ni sina simu kubwa. Ningekuwa simu kubwa ningekuonyesha clip za miaka 4 ya nyuma, unaona. Watu wa Yanga walivyofanya nani uwanja wa Taifa hapo. Kwa maana yake Salum yuko katika kujitetea. Kumbe wao ndo walisharogaga huko nyuma huko. Wao kuwaroga wachezaji ili wasifanye vizuri, kina Kibu, kina Mugaru, kina nani Lalibwaria, unaona. Wewe utasema kwamba yani mtu unamloga ili asifanye vizuri, akifika miguu inatepweta. Sasa mchane pale Salum Madevu wa TikTok. Mwambie hivi Salum Madevu wa TikTok, acha ushirikina. Salum Madevu, acha ushirikina. Umesikia Salum Madevu? Anza yoga. Usisingizie Simba, wewe Yanga ndo unaroga wewe. Tena anaroga kweli. Ndio. Anaroga kweli. Mimi nakwambia sasa hivi. Hivi Jumapili mpaka Jumapili na siku ngapi? Jumapili mpaka Jumapili. Jumapili mpaka Jumapili na siku 7. Ina siku ngapi? Ina siku 7. Ndio hivyo, au sio? Nafurahi sana kupata kampani yako na story kidogo, au sio? Ila niko naomba uambie tu watazamaji kule, usisahau kusubscribe channel hii ya Mtaa Buzz. Usisahau kusubscribe, unaona? Channel hii ya Mtaa Buzz. Yes, bwana, mambo vipi? Wananiita Afan aka Mjumbe Msomi. Leo na taarifa nzuri kwenu. Mitumba OG. Tunauza mitumba aina zote, viatu, nguo za watoto, nguo za wakubwa, nguo za kike, nguo za kiume, kofia na kila aina ya nguo unaojua wewe inapatikana. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya, angalia namba ya simu hapo chini na unipigie na niambie, bro, nataka kufanya biashara na wewe. Utanipata mimi moja kwa moja na nitakuelekeza mzigo utaupataje, kama tunasafirisha ama kama mzigo unakuja kuchukua wewe mwenyewe. Ni swala tu na kuongea kibiashara. Ogopa matapeli. Wananiita Mjumbe Msomi.